fanya mapenzi ya Bwana. Karibu fanya mapenzi, karibu fanya mapenzi, karibu moyoni mwangu, fanya mapenzi ya Bwana. Karibu maishani mwangu, fanya mapenzi, karibu karibu fanya mapenzi ya Bwana. 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 Lipo jina Yesu lenye nguvu, lipo jina Yesu lenye nguvu, lipo jina Yesu lenye nguvu, jina lipo jina Yesu, lipo jina Yesu lenye nguvu, jina sema lipo jina Yesu, tunakushukuru Baba, maana wewe ni Mungu mwenye uwezo. Asante hata kutufanikisha katika ibada za asubuhi, na pia tumerudi tena hapa kwenye ibada za jioni, maana ulituagiza hivyo tupate mafundisho ya kutuelekeza. Nitumie tu kama chombo nikaweza kuzungumza na kunena maneno ambayo yatokanayo na wewe tu, nikawafundisha watoto wako hawa yale tu umetaka wafundishe, ukawaelekeze na ukanielekeze, nikakuwe msaada kwa watoto hawa.
Pigieni makofi pastor wangu. Pigieni makofi pastor wangu. Huyu ndiye aliniombea mpaka nikaokoka. Nego. Si wewe ndio ulifunga pombe zetu? Unajua ulitukasirisha. Sasa tulikuwa tunakunywa pombe lori kanta mzima inaletwa nyumbani. Sasa kamutu ni katoto kametosha na hivi. Kanajivugia kwa rumu kusema hii maneno nimekataa. Watu kama hawa wanafanyagwa nini? Nimo ni kama mundu kaiga noguo. Gakegiria lori ngima na itoga shaitura. Tulikuwa tunaweka gari inatoka hapa mpaka kule kwa bomb blast, zimejaa kwa compound kamunyweso. Tunakaa siku ngapi? Buzi kama 10 tunakula. Kamutu kametoshana hivi. Kanaingia kwa room, kanajivugia, kanasema hakuna pombe itakunywa hapa tena. Mtu kama huyu anafanyagwa nini? Anabarikiwa. Bahati yako. Wamonyota ni mmoja tu hako hapa. Ndio angesema. Nipatie microphone nyingine kama hii. This is Doreen. Doreen is my daughter. She's my pastor. Ndio pastor. Ni venye alikuja, mtu mwingine ametoka kwao, sijui kule ametoka, amekuja amedanganya mtoto yangu, akabeba. Akasema uzuri kukaa na baba yako tu ikanagenda, baba nyoni yako hetageria. Sasa wewe ndio unafanya huyo msee introduction. Yeah. Karibu. Ujazoea hizi? Bwana asifiwe. God is good and all the time. And wow. Nimeokoka. Naitwa Doreen. Ama Mrs. Ephantus Maina Gashoru. Sorry, Deacon. Deacon Ephantus Maina Gashoru. He's my husband. Yes, Bwana asifiwe. Nadhani mimi sitajiintroduce kwa sababu amesema. Yeye amesema jina yake. Hakusema. Alisahau. She is Pastor Doreen. She is my wife and I love her so much. Aya, na umemaliza? Yaani umejitetea hapa hadharani. I love her so much. Anajua serikali ya huko nyumbani ya kitchen ni ya hapa. Na asipojitetea hapa ataenda kuliswa. Ugiri atia. So this girl you see here, we have a big history with her. Now God has blessed us to be where we are. It was a challenge. Ndio nasikiaga nikuambia, sometimes I become emotional because of these people. Alikuwa naishi Mukuru kwa Ruben, huko ndio nilimpata. Si mnajua Mukuru kwa Ruben? Kwa machanga. Lakini niguo. Na tukakuja hivyo na tukakua na tukaishi. Siku moja niliambia Doni twende tukatafute mtoto wangu. Nasikia anakuaga Mukuru kwa Ruben. Tukasema hatutaenda mchana. Tukienda mchana kunaweza haribika. Twende usiku. Nilikuwa nimepatiwa kompasi venye nitaenda mpaka mahali nitampata. Nikaenda nyumba tukapiga mlango kokong tukaikia. Tukakuta kale kwa kitanda. Na mama yake alikuwa anaosha mani vyombo. Mama yake aliponiona akakarusha akakafunika na blanketi na huko rara. Mimi nikaenda nikaona nikaangalia ndio haka nikasema habari.
mzuri. Unajua baba yako? Kakaangalia mama yake, kakaniangalia, akasema kwa sababu mama alikuwa amekabia, baba alikufa. Kwa sababu I was very irresponsible. I was irresponsible. I was never there for them. When they really needed me, I was never there for them. So it was like kitu ambayo huwezi taka kikuje, kianze kuclaim. So their reaction was good to me. I deserved that. They were good. They should have chased me out of the house. Because they lived badly, not because they were supposed to live that way. They lived in a bad way because of me. I killed some dreams, but later I had to go and trace her mpaka akuje. Ndio niendelee. Hiyo pale nilikutilia nikaendelea hivyo mpaka sasa. Mpaka nilastia uliolewa ama nilastia batuan? How old is your marriage? 1 year. So it is last year. Pale City Stadium, Harrison alikuja. And this is the gentleman you are seeing, a man I love. So this is my firstborn son. Hallelujah. And this gentleman alipokuja, wamekuwa urafiki na huyu kutoka kwa watoto kuma mkuru. Ulikuwa mtoto Sunday school, wamekuwa friends. And when niliwapeleka kwa Bishop Harrison Nganga, akawauliza, are you boy and a girl? Are you genuine? Akasema ndio. Kabisa ndio. Hata mimi nikashangaa. Because I never expected this to happen, more especially kwa huyu. Ukiimagine ile familia ametoka. Unaona kuna vitu. Ukiimagine ile familia amefanya nini? Ametoka ya madhabahu ya hiyo maneno. Lakini she stood her ground na akatusaidia kuvunja madhabahu hiyo. Wakati tulifanya wedding, nilipush sana. I personally pushed for that wedding. It was not supposed to happen. Vikwazo zilikuwa, mara mama yake ako padio na mimi niko padio. Mama anasema ule mzee yako huko ndio atafanya, na mimi nasema mzee ni mimi. Alafu inasemekana wazee wa huko wamekataa, na huko nasema ni sisi wazee wa huko wanasema ni sisi. It was because she comes from a family where marriages are not very possible. You have to struggle to win that battle. And we were able to win the battle through her. Yeye ndiye alivunja madhabahu ya kwetu. Kuna kitu nataka kuwafundisha hapo. Yeye ndiye alivunja madhabahu ya marriage na madhabahu ya kuwa unaweza kusimama bila kufanya kitu baya mpaka upate mtu. So that's I pushed it mpaka it happened. Na yeye akapush mpaka it happened. Na huyu jamaa naye akapush because both of them they come from the same situation. But we succeeded. Wakati niliona Harrison amekanyaga kwa madhabahu hale na amekuja amewashikanisha, jamaa akasema yes I do. Mama akasema yes. Ulikuwa mama sahi? Akasema yes I do. Mimi nikasema nimepona. And from that day bego ya kuanza kutafuta ikaanza kuingia kwangu because I didn't have it. Unaelewa? Kuna kitu nataka uelewe. Mtoto wako anaweza kukuvunjia madhabahu. Sio lazima wewe uvunjie mtoto wako. Mtoto wako anaweza kukuvunjia madhabahu. Sijui kama ni kwa nini hamunielewi? Mnanielewa? Kwangu ndio kulikuwa tunakunywa pombe. Tulikuwa tunaitisha kanta mzima inapakiwa kwa nyumba. Na hii ya Kenya Wines Agency, KW ile kakari. Kwal. Hiyo kagari ya Kwal inaleta kila aina ya mizinga na pombe na taska na mbuzi zile zimekufia kwangu ni mingi sana, meaning that was an altar ya pombe na ya nini ya madhabahu. Lakini she was too young. When were you? Ulikuwa na miaka kama ngapi? Wewe na miaka gani?
ulikuwa na 17 ndio wanaigana igweo to gong wale 16 she was around 17 hapo, but she was able to stop pombe kwangu. She stopped it. So that's why huyu ndio pastor wangu, na nataka tu munisaidie hawa wawili, and I'm happy wamekuja leo. Hawa wawili tuwarudishe hapa, munisaidie tu. Wale mnaobaga, ngoja, wale mnaobaga ile maombi ya toro dakade hadi saa mkimuitisha tusimamishe, tuende half time, tuitisha hawa watu wawili wakuje kwa hii nyumba. Naigua jeteria ciana ici goko cioke goko itekuhetia kuria, cirekererio gia thayo kuria, moke goko tondu ndira mabatara muno goko. Naigua boy we ndũngĩtua matua nĩ memwena ũyũ. Naigua maina ndũgatue matua, ũthiĩ ũturie marutu ũrie Ngai agũteithĩrĩrie. Nĩ ndĩrakũbatara gũkũ. Nyũmba ĩno nĩ nene mũno, ndĩika gũkũ mũtarĩ gũkũ. Nĩguo boy mũkwenda atĩa? Thiĩ mũikare thĩ. Yes, hiyo ndio mimi tunapendana na waboi sana sana because yeye ndio ujada yangu. Ndio wanawake wako ndio ujada yangu, ndio amebeba the whole thing, steak yote ikiwa fresh. Yeah, atento hiana ine oginya gotheka ona korera matikahoya rutha, mahoyere ikuma iguru tondu no korwo Ngai ndarenda uguo, no tumetie na korwo Ngai ndarenda atia kwi kuria arenda kumatwara. Riu ni tuhoya rutha, na ndoria muno andu aria mahoyagira tall dark mwambe mututhi twambe tuthi half time uguo, twambe tuthi half time tucenjie topic hanini, twambe turoreka because I really need them for need mafatie muno. Mwadhani agosho. Sasa nataka kuwafundisha, tulizungumzia mchana kuhusu mambo tutakuwa na fasting ama tutakuwa na maombi. Nimesikia ni vizuri niweze kukuambia ni kwa nini watu wana fast. Why do we fast? Bwana Yesu asifiwe sana. Because we are going there. Kuna wale tutafast hii December kufunga mwaka. Lazima tufunge in style. Ndio anything that is pertains mambo ya mwaka, ile matatizo yote, ile confusion yote umekuwa nayo katika mwaka hiyo yote, ile successes na anything that has happened during this year, we are going to close it. Then as we get to January, we open a fresh chapter. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why I want now, maana tumekuwa tukifuga. Mtu anasema dena thiko mugwanja riu, wengine ne thiko ithatu, wengine ne thiko ithano. But do you really understand why you are fasting? Do you really understand the need for you to fast? Are you just fasting because watu wana fast, ama unasikia Januari watu wanafugaga 21 days ama 40 days? Ama kwa sababu shida imekukamata, umefutwa kazi, unasema nie nĩngũthi gatoroni kuhiga thiko mugwanja. Baada ya shida imetokea, mtoto yako amekuletea shida, sasa saa hiyo amekuletea shida ndio unaenda kufast. Did you know in the first place why did you fast? Ni kwa nini ulifast? Would you understand the meaning? What are the benefits? What are the consequences? What is the power behind fasting? Hiyo ndio nataka tusome, tuelewe, ndio tukianza kwa wale ambao tutaanza na wao, uelewe ni kwa nini tuna fast. Na uelewe utapata nini, what are you going to gain and what are you not going to gain. Ndio usikuje tu kufast, kuna kufast kwingine na kuaga you are fasting because others are fasting, not because it has come from you, not because it has come from heaven. Fast must come from heaven. Fast does not come from you.
It must come from heaven. Ukijihisi hata tukiwa watu 100 tuseme sasa tunaenda kufast, usikie it is not coming from you, don't. Hiyo ni itakuwa starvation. Utakuwa unajitesa tu bure. It must come, it must be spirit inspired. The Spirit of God must inspire it, because kuna kitu anataka kukusaidia nayo, na through that ndio utakuwa na success. Therefore tuangalie tu tuone what you need to know about fasting. Hiyo ndio topic yangu. What you need to know about fasting. If we can read the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14, it says, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. If my people who are called by my name, the people who can be able only to fast and complete, they have a name. Bwana Yesu asifiwe sana. For you uweze kufaulu kufunga, lazima uitanishwe na Mungu. You must be a people called by the name of God. And number 2, you must humble. Only humble people are able to fast. Only humble people are able to fast. And only for you to succeed to be able to fast, you must be a very prayerful person. Hallelujah. You must be very prayerful. And you must be able to understand what is this that you are looking for. It is not money. It is not a car. It is not that marriage of yours. It is the face of God. Fasting is not meant to ask for things, goods from God. God give me a car. God give me a husband. You don't fast for husbands. You don't fast for a car. You don't fast for money. You don't fast for that problem you are facing. We only fast to have the face of God. You fast to bring the presence of God closer. When you have the presence of God, all things will work together. All things will happen. So it is not the fast that you will command hiyo gari ikuje. It is not the fast that you will command huyo msee ametoroka akuje. It is not the fast that will make this church to grow. It will bring the presence of God. Fasting, it is to bring the presence of God. Once you have the presence of God, when God now is walking with you, everything else will walk with you. Bwana Yesu asifiwe sana. For example, if now you don't need to be walking or living with somebody for you to have the glory of that somebody. If it's now the president of Kenya, I don't need to go and live in State House for me to have the stature. I don't need to go in State House and work there for me to have the stature of working for Ruto. No. I need Ruto akiwa kwa mkutano akuje tu anisalimie hivi tu na apite. That is enough. It will command blessing. Na akuje tu asimame ananiambia how are you? Umepotelea wapi? Siku mingi sijakuona. That enough. Alafu mtu wa picture apige that picture. You don't need to go to State House. You have acquired the favor and the grace you need to propel your life. Hiyo picha peke yake. Kuna watu nilikuwa na shaka ni kwa nini watu kuna jamaa mwingine na alitajirika. Alikuwa na kibisana bahari president yako. Alafu ana time ameweka mtu wa kumpiga picha. Anakuja kwa sababu anajua hata kubalishwa kwenda karibu na president, anakuja na anapita haraka haraka hivi ndio yule wa picha ampige picha ilinganishwe ni kama walikuwa na uhuru. Alafu kienda kwa ofisi yake unakuta hiyo picha imewekwa kwa ukuta. Huyo mtu anapelekaga watu Saudi Arabia. Anaonyesha watu, si unaona hata president ndio mwenye hiyo ofisi. President mwenyewe ndio mwenye hiyo ofisi. Huyo jamaa ametajirika hivyo. Because ya picha hawakuwahi kutembea ama kushikana na uhuru hata siku moja. Lakini hiyo kupigwa tu picha venye wewe unapiga picha unahitaji kuna that's what you need. The grace hiyo ya kukutanishwa. Ama mtu kuja tu nikushike mkono tu tutoke. Oh, what you need ni tuende uguo nawe niki.
kwenda tu tukiongea tu polepole tukiongea na wewe, alafu nikifika pale nakwambia okay, I will see you later. That is all that you need to have a breakthrough in your life. Kila mtu ataanza, because people are not able to access me. Wataenda kwa huyu, how can I meet that man? Huyu ataona I want to give you 1 million. Just take this 1 million. I be able to see that man. Just nitengenezee appointment. And you find milango yako imefunguka. Unasikia mtu anakulipia tikiti ya kwenda Dubai, milango inafunguka because alikuona na president. That's all what we need, and that is how powerful a fast. If you do a fast, hiyo ndio inafanyanga, inakufungulianga milango. Lakini usiende kuomba kwa sababu ya msee, ufuge kwa sababu ya msee. Hapana, usifuge kwa sababu ya pesa. Unafuga kwa sababu ya kuitisha presence ya Mungu ikuwa karibu na wewe. When you have the presence of God with you, everything will be attracted to you. When you got the presence, that is what we call the anointing. Everybody will be coming to you. Hata kama wanakujua jana ulikuwa kitu kibaya, lakini wasikie uko na presence, uko na anointing unatembea nayo, kila mtu atakuja hapo. Wote watakuzigira, kila mtu atataka kutap that anointing. Why? Because you have a grace ambayo hawana. Na hiyo grace ilikuja kwa nini? You brought that grace through fasting. Therefore, fasting is the most powerful thing in a prayer. Fasting is the most powerful thing in a prayer. Meaning, a prayer is there. When you are doing the fasting, is a form of a prayer. But within the praying, fasting is more powerful than anything else. Fasting is more powerful kuliko kusema nina mama marikanto robosaya ranakaya renai cheketaya. Hallelujah. Gothioma kwako hakuna nguvu kama fasting. Kwa sababu gani? Hiyo ndio nataka nikuelezee. Ndio ukienda sasa kufast unajua this is the reason we are fasting. Fasting break down habits and spiritual bondages. Hallelujah. Fasting inasaidia kuvunja, it break down habits and spiritual bondages. Kale ka habit kako kakupenda kukula. Kale ka habit kako kakupenda masangenyo. Kale ka habit kako kakusema kakupenda vitu ambavyo havieleweki. Unapo fast, you go to isolation. Unaenda kujifungia mahali, unakaa pasipo kuwa na watu. It kills your habit unakuanga nayo ya kukula. It kills the habit ya hao watu, hiyo company unatembeaga na yao. Kuna wamama unatembeaga na wao ambao habit zao si mzuri. When you start fasting, wataondoka, kwa maana itakubidi uende ukajifiche mahali. Itakubidi uende katoloni. Itakubidi ukae ndani ya nyumba. So hiyo company unakuaga nao, ile nakwambia katodi tukakude kawaini tijohi. Hiyo company, hiyo habit unaidrop. That is one way that makes fasting become a very powerful tool, asset. Then the spiritual bondages, when you fast, inalegesa kamba ambazo zimekufunga. The spiritual bondages, zile spiritual inatangwa soul ties, spiritual ties, zote hizo zinakatika. Because when you are fasting, you fast with your body. Meaning kuna vitu hauwezi ukafanya. Hauwezi ukaenda kufanya vitendo vya ngono. Hauwezi kufanya kuondoka uende ukafanya vitendo ambavyo spiritually they are not in tandem with God. So what you are doing, you are killing some habits and the bondages ambazo zimekuzunguka. Maana tumezingirwa na vitu zingi sana. Tumezingirwa na laana za familia. Tumezingirwa na laana za makanisa ambayo tulienda. Tumezingirwa na oath, spiritual oath ambazo tumehetwa, ile tulienda tukafanyishwa. Tulizingirwa na oath ambazo tulifanya tukifanya ngono. Maana ile viapo tunafanya tukilala na wewe, hizo viapo ni spiritual. When you are doing a sexual thing, a sexual intercourse, whatever you are doing and the words you are uttering, those become spiritual bondages. Ile maneno yote mnazungumza, hiyo maneno yote mnazungumza mkiambia na mayaga hidi gao tiga, I love you, I will never, I will. Hiyo yote mnazungumza wakati you are in your happy hour. Those are spiritual words. They are not ordinary words. Hallelujah. They are spiritual and they will determine
the next phase of your life. Bwana Yesu asifiwe sana. So for you to be able to break those spiritual bondages, you need to fast. Fast inamaliza, inaangamiza, inavunja zile laana za gukaa na za sosho ambazo alikuwa nazo. Walisema viapo vilifanyika in your family, matendo ilifanyika, iliwachwa na guka yako, alisema akafanya, sosho wako alisema akafanya. When you fast, you break the bondages, the spiritual bondages. Unakata kamba wakati unafunga. Kwa hivyo mfungo unalegeza kamba ambazo zimekukamata in the spiritual world. Mfungo unalegeza mambo yoyote ambayo yameinuliwa kinyume na maisha yako. Mambo yoyote ambayo ni mipango na maandishi ama maneno yaliyonenwa ama maandiko ambayo yameandikika. Remember Jeremiah 22 verse 29 inasema, hear the word of the Lord. Konaya akaambiwa hear the word of God. Na Jeremiah ndiye aliambiwa hear the word of God. Write this man down. Na ni mchanga unaambiwa, O earth, listen to the word of God. Hear the word of God. That write this man down as childless. Jeremiah aliambia mchanga listen to who? To the word of God. So unakuta all land, niweke 28, then both of them 28 and 29. All land inauliza 28, lakini when you go home read the entire chapter 22, so ndio you understand ilifika hapa aje. Is this man Konaya a despised broken pot, a vessel no one cares for? Why are he and his children hurled and cast into a land that they do not know? Is this put your name now? Is this, ni Mungu anauliza, is this, weka jina yako, a broken pot? Ama weka jina ya mtoto wako mwenye amekusumbua sana. Is this man, weka Waruinge, is this man Waruinge a despised broken pot? Ni Mungu anauliza, amekasirika. It's God speaking now. Your chapter is God speaking. A vessel no one cares for. Why are he, ni kwa nini him and his children are hurled and cast into a land that they don't know? 29. Oh land, sasa amekasirika, ameachana na Konaya, amekasirika, amezungumzia mchaga. Konaya ndiye amekasirisha Mungu, lakini akawachana na yeye, akageukia mchanga, akawaambia mchaga, todo kindu giki ni kigiete muno, huyu mtu amenisubua sana. The way you find unakuwa bitter na watoto wako, baka na mtoto wako, baka unaona hautaki kumuona, because yale maneno amefanya in your face, you can't want to see. It is the bitterness from God. Go usome 22 yote utaona. Oh land, terie. Hiyo ni Kikuyu version. Hear the word of the Lord. He was not speaking to man. He was speaking to the soil. Na anaambia soil, hear the word of the Lord. Afanya nini? Thus says the Lord, write this man down as childless. Write this man down as childless. Sasa imagine hiyo nguo imevaa ni nini? Hiyo nguo umevaa? Ni beige. Umestuka mpaka umesema ni kala. Hiyo nguo umevaa ni nini? Ni mchanga. Hiyo kalamu unaandika nayo ni nini? Hiyo pesa iko kwa mfuko wako ni nini? Na mzee ni nini? Na watoto ni nini? Nyumba ni nini? Gari ni nini? Sasa tusome pale. Thus says the Lord. Teri, hear the word of the Lord. Thikiriria uiguria Ngai arauga. Na igwa teri. Mumenelewa lakini? No waigua, teri no waigua. Thikiriria ciugo cia Ngai. Arauga atia? Write this man down as childless. Andika mundu uyu ndakagĩa kĩndũ, ndakagĩa ciana, ndakagĩa wĩra, ndakagĩa family, ndakagĩa onake. Childless means you have nothing. No business, no children, no nothing. Na ni nani ameambiwa andike? Ni nani ameandikwa andike? Mwenye nguo ni nani? Mwenye nyumba ni nani? Mwenye bibi ni nani?
Mwenye baba ni nani? Na imeambiwa isijaribu, na imeambiwa iandike ndio isikuje kusema nilisahau. The reason ya kuambiwa andika ndio isikuje ikaseme ni dadi ganirioge murekereria toido. That is why sometimes inasahau wingi, mchanga unasahau unakupatia. Kisha all of a sudden kunatokea vita vinakumaliza mpaka unanyang'anywa vitu zako zote. Because wamekurubushwa. Tulikwambia huyo mama asipatiwe kitu. Kakalika walalutireko. Mungu anakuja anauliza, hiyo gari ametoa wapi? Tulipatia sister yake, kumbe alimpatia. Mpaka sister yake ananyang'anywa. A man who shall not succeed in his days. Ni mchanga inaambiwa andika. A man who will never succeed in his days. Hata faulu andika. Hello. Inaambiwa andika that hata faulu. A man who shall not succeed in his days, for none of his offspring, watoto wake, kusitokee kitoto, hata kama ni cha kitoto, kusitokee hata kamoja katafaulu. Na ni nani ameambiwa andike? Mwenye hizo vitu zote ni nani? Ameambiwa andike. Sasa unakuja hapa kungangana. Holi na katera basita. Rio korobosaya. Wewe mwenyewe ni mchaga na umeandikwa. Hata upige makelele hakuna kitu utapata. That his offspring shall never succeed in sitting on a throne of David and ruling again. Yani, you will never be given a responsibility hata ya kupanga ng'ombe yende katusipule hiyo dawa. Ona ile watu huko wale ile kamweredha ile yenu, hakuna mtu anaweza kukupatia ile responsibility. Unaenda wasema ana propose nina haka lio kile. Etu orora kile kamweredha kala kage. Koto yo narahurirwo ni murume ni undu wakwa kana. Yani kitu kinatolewa tu as long as mchaga inakumbuka, inawakumbusha na wabia huyo alikataswa asipate kitu. Huyo alikataswa asiongoze mpaka mapaka kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. So you can never be able to break such a curse with robolobo saka. Linai likanta limakata liya soromosea. You can never be able. You need a special weapon to be able to penetrate there. Umeolewa na mwanaume ambaye ako kwa Illuminati. Na kule wametoa mpaka wametoa. Yeye mwenyewe ametoa sadaka. Mama yake ametoa sadaka, anti yake ametoa sadaka watu yao. Sasa wewe na maombi yako mrefu ya saa 9 usiku ndio utawezana na yeye? You cannot be able. Na tufefita tule mnaletage hapa. Hawezi. That is why Christians tumeshindwa vita za kiroho. And this habit za vita hizi za kiroho can only be defeated by fasting. You can only win this battle by fasting. Subjecting yourself to torture. Spiritual torture. Until hizo vitu zote ambazo zimekukamata zimeachilia. Bwana asifiwe sana. Fasting number 3 ama number 2. Fasting changes us. Fasting will change you. The arrogant person you are, the insensitive person that you are, when you are in fasting and you have gone through a process of fasting, you become simple and humble. Because turudi kwa hiyo ingine, you become simple and humble because of fasting. Inakufanya unakuwa na utu ndani yako. When you fast, you surrender your authority. You surrender your power. You surrender your ego. That if my people who are called by my name humble themselves, fasting will humble you. And when you are humbled, you are able to walk and live with the people. Because you now have the understanding. These people belong to God. Everybody is a child of God. You will not be hautakuwa ukipiga watu ama kuwa subject into anything. Fasting will change you.
will change your character. This girl, venye nimewambia, she fasted. Sisi tukabadilika, tukawacha pombe. She fasted as young as she was. Alikuwa kunywa tu maji tu, lakini she was fasting. Akasimamisha pombe katika nyumba yangu. Akasimamisha mimi nikaacha kukunywa pombe. Akasimamisha karakta yangu ikachange, nikarudi kanisani. Akasimamisha mpaka sasa nimesimama kwa msingi aliyouinua through fasting. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati hata sisi tulikuwa tunaomba na don, licha ya kuwa tulikuwa tunakunywa pombe, lakini we were fasting. Sasa mnatuchekelea sasa na don. Tusiwa ikanisa. Tulikuwa tunakunywa, tukimaliza fast lazima tukamate kamunyweso vizuri. Kakusherehekea ushindi, tunasherehekea ushindi wa Bwana. Bwana asifiwe sana. So fasting will change how you behave and the character you. It will make you a better person. Fasting produces the real man that is in you. The man that was called to serve God. The man that was called to lead people. When I was in the other side, I was a man that was not a good picture to many people. But when I started fasting, all that was me in the past was removed and a new me was built. The person now you are coming to listen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu niliyeyushwa na fasting. So whenever you start fasting, you change. Unaanza kubadilishwa. Kuna mechanisms zinaingia ndani yako, zinakubadilisha. Unaanza kubehave kama mtoto wa Mungu. Na unaanza kubehave kuona kama every person around you is a son or a daughter of God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Therefore, number 4, fasting. Number 3, fasting, I want just to pre-warn you, fasting does not move God to you, but moves you to God. Hallelujah. That's number 3. Fasting does not move God, but moves you to God. When you fast, kuna vitu zitaondoka, na zinapoondoka, the presence of God start moving around you. Therefore, you push yourself towards God, and you win battles easily because you have been pushed closer to God. Therefore, God will seek to protect you, will seek to fight for you, will seek to find you and defend you. Therefore, usifikirie that ati unaenda kuita Mungu akuje. Mungu hata kuja, wewe ndio utaenda karibu na Mungu. Because as you are now, you are stinking, unanuka. Did you know why Jesus died on the cross? How many of you know why Jesus died on the cross? Why? Mbona hiyo presence ya Mungu haikuwa improtect? That time he was crucified. Because he was carrying every sin. And when you are a sinner before the eyes of God, you are stinking. God will never come closer to you. So when Jesus decided to carry the burden of our sin, Mungu akaangalia kado. Na alipoangalia kado, akavamiwa, akakamatwa. Until wakati walimtoboa akamwaga damu, ndio sasa aka-atone for the sin. Mungu akarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are fasting, you atone for the sins that you have committed, and you lose the stinking nature that is you. Then you attract God to come back, because utavutwa ukaribie Mungu, unaacha kunuka. Hallelujah. So when you are piling your sin to Jesus, you are causing him to get through difficult situations. That is why he will run away from you, because you are stinking. But Jesus is on the right hand side, akiwa na Mungu, akituitania kila wakati, anatuitania kila wakati, anatuitania. Kwa nini? Because Mungu hataki kusikia munuko. Sasa munuko inakujaga, inafika kwenye Jesus. Jesus naye anaenda kwa Mungu, anawacha munuko, anasema, Margaret, tunataka tumusamehe tu. Hallelujah. Ananuka lakini nimesafisha na damu. So unakubalika. This only
can bring that nature of God closer to you because umefast. Fasting, number 4 or 5. Number 4, fasting increases our spiritual capacity. Fasting increases our spiritual capacity. Wakati umefast, mwili wako unakuwa mwepesi. Unakuwa na relationship na Mungu mzuri. Unakuta hata upenyo wa maombi unapata kupenya. Maana kuna vitu zimeondoka. Fasting inaua. Unajua when you are fasting haukuli. Hallelujah. When you are fasting haukuli. Kwa hivyo tumbo yako haina kazi mingi ya kufanya. When your stomach is not overworked, your brain is able to think. And your body is relaxed to be able to prop in the Spirit of God. But when umekula, umeshiba, unaenda kwa kitanda, nogo togora togogwa, there is nothing that will come from you. There is no spirit that will come from you because you are overworked. And when your brain is overworked and your body is overworked, you listen less, you hear less from God. Because the body is concentrating on digesting, kuvunja hizo vitu umeweka kwa tumbo. Kwa hivyo when you are hungry, when hauna kitu kwa tumbo, unakuwa capacity yako unakuwa mwepesi. Na Roho wa Bwana anapata nafasi ya kuzungumza na wewe because there is no any other concentration. Wakati umekula ugali, kwa wale wanakulaga ugali, in another 15 minutes unakuta mtu anaanza kufanya hivi. Ni kwa nini? Because you are shut. When the machine in the stomach are working, you are shut. Unafungwa. Kila kitu yako inafungwa. Masikio inafungwa, manosi inafungwa, masikio inafungwa. All your systems are shut. Zinakamatwa. Meaning every spiritual aspect, move, intrudes, zinakatariwa, zinafungwa. So the presence of God will not, hata malaika wakuje wazunguke, hautawasikia because utakuwa kingorota. Hata kama unaniangalia, unajua unaweza kuwa umekodoa hiyo macho yako venye umekodoa, lakini haunioni. Umelala. Number 5, fasting quits the heart to hear. Fasting quiets. It quiets the heart to hear the voice of God. It quiets. Fasting inafanya roho yako inatulia. Unakuwa mtulivu. When you are fasting, you will not be walking here and there. Unatafuta mahali pa kujificha. When you are fasting, utaenda katoloni. When you are fasting, you lock yourself inside your room. When you are fasting, utakuja hapa kanisani, unajifungia hapa peke yako. It quiets you. It quiets your heart. Inatuliza moyo wako. Ndio hapo moyo unapotulizwa, unapata nafasi ya kuzungumza na Mungu. You hear the voice of God. That is why all the people, God does not speak to us. Did you know that? God has never spoken to us. He speaks to me. Hallelujah. The angel has never appeared to us. He appears to me. When you understand that, that's the time you understand, you need to have kakona kako kakwenda kukana karibu na Mungu. Because God will never come to speak to the church. He never speaks to the church. He speaks to her. Atazungumza na huyu peke yake. God comes to one person individually. Ananena na yeye, anampatia. Yeye maneno yote ninaandika hapa, amenikujia mimi, ameniambia na ameniambia nenda ufanye. Lakini hakukujia kanisa. Mimi ndio amenikujia na mimi akanituma kwenu niwakujie. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important to know that when you are fasting, you quiet. Unatuliza moyo wako. You quiet your heart to be able to listen to God. Until your heart is quiet. Because when you are fasting, you open up the heart to listen to God. It is the heart that communicates to God. It is the heart that talks to God. It is the heart that hears God. It is not your ears.
You will never hear God through your ears. You can only hear God through your heart. And the heart must be quieted. Lazima ikuwe imetulizwa, iko mahali imetulia, inaongoja kusikia. Roho wa Bwana hakaagi kwa kichwa, roho wa Bwana anakaaga kwa tumbo. Kwa hivyo when you are overeating, unakula chakula mingi, roho anakosa mahali pa kukaa. Maana kwenye roho yako ndio Mungu anafanya nini? Anaishi kwenye roho yako. Kwa hivyo naye roho anakaa karibu na tumbo. Hakaagi kwa hiyo kichwa yako. Kwa hivyo wakati unakula doma, unakula gwashe, unakula matoke, unakula kila kitu, na unakula mahindi ya kuchamusha na mahindi ya kuchoma kwa barabara na bigiji bado iko kwa mdomo, unakuta hiyo maneno haiendi vizuri. You are not able to move into a direction that you can be able to conquer the wind. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important and paramount for you to understand. Kwa wale watu hapendi kufuga, wale wakifuga tu siku moja atakufa kama Don. So we must be able to push him. We must be able to push him back and succeed. Hallelujah. Hata mimi unaniona hapa, imenigharimu mkono wa Mungu. Imenigharimu kufuga. Hadi saizi naweza kukaa wiki mzima tuko na wewe tunatembea na hujui kama nimefuga. Ni gumu, ilikuwa gumu sana. Nilikuwa na siku moja nilifuga siku moja, nikafuga siku ya pili. Nikaenda nitumaji tu. Siku ya pili saa 3 asubuhi nilijaribu kuamuka kwa kitanda, nasikia nikatetemeka. Nikatetemeka kabisa mpaka nikaona ni kuenda naenda. Mpaka nikaangalia nikachungulia hivi nikaona mbingu imefunguka. Niko ndira leo. Sasa nikashindwa siandashi kwa dati gera. When you are doing the fasting, the first very day inakuwa ni ngumu sana. Lakini ukifaulu kufast ya kwanza, ushinde ya pili na ushinde ya tatu, hizo zingine ni mnyoroko. Alafu ukifast ukose mtu anakuitia chakula, fasting yako haitafanya kazi. Hallelujah. When serious ukitaka kujua fasting yako imekubalika biguni na imeitikika, siku hiyo ndio unaitiwa kachoma. Ukakakole ni mtu rea, mtu ambaye uwezi taka kumwagusha, siku hiyo ndio unasikia wewe kutoka kanyama. Na unasikia kanyama unaitiwa wapi? Serena. Hapo ndio unaitiwa Serena. Ama unapata mtu anakulipia tikiti ya Mombasa party. Mwende party after party. Sasa hapo ndio unajua uko sawa. Hapo ndio unajua umetoboa. Usikama ukifanya fasting na ukose kuitiwa hata kasoda, hiyo cancel hiyo fast yote. Haijakubalika, haijulikani kule. That is why they are not attacking it. Hallelujah. Ushakumbuka anko wako yule anaishi Amerika. Wakati umeanza fast, umeenda siku ya 3 ya 4, unasikia miradi Kenya. Na wewe ndiye anapenda sana, wewe ndiye unakuaga yule the best. Na wewe ndiye unamshikiaga property zake, anakuambia ni dato matikiti toshamanie Mubadha. Itago Sandike White Sand Hotel, nimelipa nyumba huko. Sasa imagine uko White Sand Hotel for your first time. Kwa sababu ile hoteli kubwa umekula ni hapa Kalomaido, na ni chips. Ni chips na kuku ambayo imekaa kukauka imekaa brown, ni venye imekaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu unaenda White Sand Hotel, mahali wale customer wengine wako karibu na wewe, wale weusi kabisa ni Waidi, si wa Kenya. Na ile chakula wanakula pale ni ile ya kupagiwa laini, unajipakulia pakonya. Sasa na hujawai, it is a golden opportunity imekuja. Na nani amekuitishia? The uncle that loves you. Hallelujah. Sasa unakumbuka synagogue, unakumbuka Mungu, unakumbuka hii. Unajua unasema opportunities come once in a while. And an opportunity has arisen. And tomorrow is another day we can continue to fast. Chani kamata. Unakamata. That usiku hiyo anko anakuja, anakuambia we are tossing. Glasi ya wine ndio hiyo imekuja. Ukikula tu, the next thing itakuja ni kutoss. Cheers. Unaambia hii ni red wine na ni sweet. Unabeba unakula, unasikia hii ni soda ile ya Fanta, ile nyingine inaitwa current, ni black current. Unaona ni black current, unameza kamoja, au unasema hata leta kingine, unameza.
unaitisha kingine, unameza, ulimi inakuwa mzito. Sasa na yako leo wako mania kutoka wako ile kujua kage yako ne kujua diera kinema nako first atura gato henagia. Then asubuhi baada ya kumalizana na hiyo maneno ndio Mungu anakuja anakuuliza kuliendaje, naye shetani yako hapa anakuambia si wewe ndio unakuwa ukiongoza kanisa. Shetani ndiye anakujaga kiongozi wa kanisa. Kai na ulikakunywa kai na ukameza. Na unajua saa hiyo ndio unakutaga kiboyfriend kingine mlikuwa mnasoma nakio, kiumbe kimeandikwa huko Mombasa, kinapita kinakukuta huko. Na saa hiyo umemesa glasi 3 afu akwa na kuacha anaenda. Asubuhi ndio unajikuta kwa room, unachugulia, unashindwa hapa ni wapi, hapa ni nini, what happened to me, unajiangalia what happened. Alafu kidogo kiangalia simu, unaona Pastor Apostle Waruinge anakupigia. Sasa unashindwa kuchukua simu, unashindwa kujiangalia, unaanza kulia. Fast imeondoka imeenda, unaacha peke yako. So when you are fasting, you are able to kill such habits. Zinaaguka peke yake na zinaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. So hiyo ingine inaitwa fasting brings God intimacy. Fasting will bring what? God intimacy. The relationship between you and God. Utaogopa, utamheshimu, utatembea na yeye willingly. Yani unakaa katika hali ya kumpenda Mungu wako. Hauwezi taka kumkosea because you have an intimacy. Ukienda kufanya makosa, huyu Mungu anatembeaga na wewe kama Inoko, anakuambia tokageria wekogo adoya mareda wewe tega. Hallelujah. Wakikuja kimama kinakuja hapo hivi kuchekacheka hivi, Mungu anakuambia ondokea hapo, hapo kuna deja, hiyo ni nyoka. Hallelujah. Because you have a good relationship with God. You have an intimacy with God. This intimacy controls. When God has an intimacy with you, He will control every move of your life. He will control the kind of people around you. He will control the kind of how you speak. You can't speak just anyhow. Utaenda utakuta Mungu huyo. Ukienda kuongea neno unasikia amekamata mdomo yako na kuambia usiongee. Bwana Yesu asifiwe sana. So fasting is the best thing to happen to you. Fasting is the best thing that can happen when you have intimacy. That is all what we long to have. The intimacy of God. Imagine Ngai atwekete murata wako. Ati musheraga na Ngai. Aigua gorocine koroka gokagukuhe mucene. Atirire nyina akarioki. Ririkanae. Bwana ziwe sana. Yani when you have that good, the fasting will bring closeness of God to you, that you will be able only to do things that He wants you to do, because He is your friend. When they want to attack you, He will come and protect you. When they are planning anything, wamechimba mashimu na huko, God will come na anakuokoa. Bwana Yesu atakosi maneno ingine itafanyika, maneno ambayo italeta mpaka kwako unaona ni kama Mungu amekuacha, lakini kumbe ni Mungu alisababisha hiyo gari yako ikaharibika ukashindwa kuitembelea. Ukikuja kusikia walikuwa wamekugojea hapo chini. Hallelujah. Because kuko na relationship, uko na intimacy na Mungu. Na anakuambia story nyingine ambayo watu wamepaga. Anakuambia maneno, He just tells you, He reveals to you so many things. In that process, when you are fasting, dreams comes nyingi sana, unaota na unazikumbuka. Lakini ukikula sana ushibe, hata unajua uliota lakini huwezi kukumbuka. Na ulikuwa umeota, uliota ndoto ya kukuambia usiende Mombasa huko unataka kuenda, utaenda kukufa. Lakini kwa sababu ulichaza chakula hapa kwa tumbo, hiyo tumbo chakula ikakupeleka Mombasa, ukaenda ukachijwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you got a good intimacy, it means you will win every battle that is in front of you. You will conquer those people that are planned against you. Haujali haita usishinde ukingangana ati kupigana na maadui zako. No. Just build intimacy with God. That is enough. Don't even go, Baba ninaomba unifukuzie jogona. Baba ninaomba uniondolee fulani. Baba no, build intimacy. Tengeneza urafiki. Though the kora tanagai.
Just build that intimacy. The man ambaye unafikiria anahanya anapata ako na wanawake na huko nje, ama mwanaume ako na mabibi na huko nje, when you have good intimacy with God, atakutetea kila mahali. Huyo mtu ataenda nitakutokosa tuende na wewe tukifika kwa room, kama yule jamaa wa Sara, wa Abraham na Sara. Tukifika tu kwa room, Mungu kwa sababu ni tuko na urafiki na yeye, anazima kama shinda. Unangangana hapo, unangangana baka walienda bakaita baka wakaga kuja kuangalia. Wazee wa huyu mzee wana hii security yake, wakamwambia this is not normal. How now? Mzee akikanyaga nje ya compound yaende hapo chini, anasikia tena generator inaanza kuguruma na stima inawaka. Anakimbia tena huko, akifika huko anasikia stima imepotea. Wanaita watu wa Kenya Power, wanauliza ni wapi kunaweza kuwa na shida? Hakuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wakaita baka waganga, magician, wakuje waangalie. Hao ndio walimwambia huyo mtu si mtu wa kawaida. Ndio wakaenda wakauliza, msemo mwenyewe akaitwa, akaambiwa kuja hapa. Wewe ni kwa nini umetuletea huyu mtu? Kwa nini ulitudanganya ati huyu ni dada yako na ni mtu yako? Urenda gutuhuriria niki? Urenda gutuhuriria niki? Ni kwa nini? Why would they say so? Because of the intimacy that Abraham had with God. Nikyo urenda gutuhuriria. Todo you are special, uko na relationship nzuri na Mungu. Wewe ni rafiki ya Mungu. Kwa hivyo Mungu akiona mambo yako yanaenda vibaya, tau nie no ndugame na wewe na hurane bara yako. Nikakuta huyu na huyu wakikusegenya, nitaingia katikati because we have an intimacy. Wewe mrata wako. Umenielewa? Wewe ni rafiki yangu, so I can defend you. Nikikuta kuna kitu mbaya inatembea kwako, mama nasema I will come in the middle and I will defend you in your absence. Because we have intimacy. So that is the power behind what? Fasting. Fasting just does not just go that way. It is not something that just happened. No. It causes the intimacy, the relationship with God inakuwa. Unakuta mpaka kazini watu wanakuita tu. Yani you have pretend a glory that is like no other. Kwa ofisi nasikia wanasema, "Oh, Madam Karioki akuja tuongoze kwa maombi." Na ni CEO. Na Madam Karioki ni mtu wa kupika chai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wale wanatembeaga unafikiria walimeza Biblia iko kwa tubu, lakini unakuta CEO anasema Madam Karioki kama mtu kakuosha nyumba. Kwa sababu kuna glory na intimacy yako na Mungu. Mungu anasema yule nitasikia. Anaambia CEO, yule nitasikia ni yule wa chai. Kwa sababu huyo mwingine amebeba Biblia mbili, ya Kisugu na ya Kiswahili, lakini amelala kwa Rojini. Na akasoma ile Gideon ya kwa Rojini. Ulijulia wapi kwa Rojini kuna Gideon? Ulijulia wapi Agnes? Wamenyelea kone kolele Gideon. Mwadieta wera. That kind of intimacy, it is the same intimacy that was with Esther. Esther, wakati aliingia kwa boma, she was already inside, but she needed another favor. She needed another penetration. Akaenda nje akaambia wale ndugu zake, akawaambia namna gani? Nyinyi mtakaa nje, munisaidie, you fast for me. Me I will enter. I will look for the intimacy between me and the king. Just go out there. Go fast. Cause everything to fast. Wale wako nje wakasema mpaka ng'ombe zifast, mpaka makuku zikafast, mpaka maumbwa, mpaka makokroach zote zikafast. Naye Yesu akafast. Akasema siku 3 nitafunga. Na siku 3 hizo akasema I will get there. If I die, I die. And if I live, I will live. Why? Because she knew she had a relationship with God. That is why. And what she wanted is that favor to get kwa hiyo king ampikie chakula. Hallelujah. Wamama,
The person to fear, wachana na ule kahaba wa huko nje. The person to fear is an Esther in your life. Wachana na kahaba kwa sababu unamjua. Na unajua mume wako anaendaka kilabu fulani. Hau ni wanyua na hau ni watiga abesha. The Esther in your life is more dangerous than a prostitute out there. Boma zimeangushwa na ma-Esther, si ma-prostitute. Prostitute anajua ako kazi. Ni kwenyura lenyo lake kiakia kali. But the Esther will enter your house and remove you. And they don't come with witchcraft. They come in the name of God. In a normal circumstance, wewe sasa wewe ni Mkristo na mnapenda hiyo buku ya Esther, si ndio? Si mnaipenda sana? In a normal circumstance, think, unialize, Vashti ni mwanamke kama wewe. Adhireko. Vashti ni mama kama wewe. Hata kama Esther alikuwa na Mungu, Vashti ni mama kama wewe. Adhireko. Ni muiwa roga na Vashti. Kama mama kalisema mama anyongwe, asirudi kwa hiyo territory. Watoto wa Vashti mnawasikiaga? Can you imagine now? Huyo mwanamke amekuja amekutoa na jina ya Mungu amekutoa. That is why ukisikia mtu akianza kuomba wakilete maombi mingi kwako, fukuza kwanza. Atakuondoa kwako na akae na aseme na kupitia kama ana uwezo wa kukutoa. Maana aliweza kutoa huyo mama. Akafukuza mama kutoka kwake. And remember, this was not an ordinary woman. It's a king's woman. She was a queen. Meaning a queen ako mpaka na bodyguard. A queen ako na watu wanamserve. A queen ako na ofisi yake. Hakuna hata mtu katika hawa ofisi yake yote. Rachel Ruto ako na system, ako na serikali yake. The office of the wife of the president ipo with a budget na watu wa prayers. Lakini mama alingolewa. Watu wa prayers walisimwa ni nini? Walisimwa na fasting. Hakuna hata mmoja alijua deja imeingia kwa hiyo nyumba. Hakuna. Because of fasting. Hao wa mama wakiingia kwako a fast, kai matonya wako mahige, utaenda na hakuna mzee hata jua. Mzee atabebwa pole pole, ataenda kufuguliwa mbele. Ego. Vashti lazima alikuwa na watu wa kuomba. Kama hivi naona Rachel Ruto anaita kina Love, kina nani? Akina Kokiwa naendaga huko. Mnaendaga siku gani? Hii kacha ya State House. Mndavamiwa. Hii maombi ya kulipwa hii. Tunavamia nini? Imagine kuliingia kamama through fasting. Wewe na fasting zako na mapasta zako, hakuna mmoja alidetect. Why? Kwa sababu katika fasting ya fasti aliamulisha mpaka cockroach. Alisaidiwa mpaka na wanyama. Alisaidiwa mpaka na kuguni. Maana kuguni zilikosa chakula because everybody went fasting. Cockroach zote zilikosa chakula, everybody went fasting. Maumbwa na makuku zote zilishirikiana na Esther kung'oa Vashti. That is how powerful it is. Hallelujah. Si kama ulikuwa umefikiria hivyo. The most dangerous person in your life is not huyo msharati. Ni hawa waobaji hawa. Aliwaambia, go together with all the Jew, fast for me. That is what she told them. Fast for who? Fast for me. Not for anybody. Mimi uko nje, munishikilie nipenye. Munishikilie nipate nguvu. Munishikilie, fast for me. Na maumbwa na makuku na cockroach na kila kitu, fast for me. Nafikiria ni mtu hivi. Huyo ni mtu hatari kwa usalama. Hivyo ndivyo boma zenu mumenyaganywa. Mkiga mimi niende yakwetekia. Nyego mweteria mwaki. Ngumweteria mwaki na higo gima ihorete eda. Ngumweteria mwaki. No gutogora toga. Ure roko keru kagimaka gatu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Huyu hana chakula. Cockroach hazina chakula. Kuku hazijakula. Nguruwe hazijakula. Maumbu na mapaka hazijakula. The entire village ya Jew. Hapo unakuja na ugaya. Yako. Nie. Kumwetelia mfaki. Fire in the name of Jesus. Fire. By fire, by what? By fire. By fire gani? By fire na kuna kuku inasema kanaisha kufu. Maana kuna maombi inafanyika. Mungu anauliza nekego kwa itarakuga. Asha shihigete ni ndo wa Esther. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi anasema Mungu anauliza ni kwa nini mbwa hazibweki? Zimefuga kwa sababu ya Esther. Zinatetea Esther. Ng'ombe inasema anauliza nielekee nini nifanyika na ng'ombe? Zinatetea Esther. Mungu atasikia wewe umejaza tumbo na ugali ama atasikia huyu mwenye anatetewa na wanyama? Yes. That's the power of fasting. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo uliona Esther kaliingia akasema if I find favor, kakakuta mwadhamaki, if I find favor my Lord, unikubalisha tu nikupatie chakula. Chakula hiyo ni kitu ya pili, very dangerous. Fasting very dangerous. Number 2, if I find favor mwadhamaki, oje tekelia tu nikupatie chakula. Only that she wanted a plate of food made by her hand, spoken to be eaten by the king, and the verse was out. Kila mtu anakuletea chakula, fikiria mara mbili. Kuna serikali inageuzwa. Na ukikula ukishiba, you think that person. Sasa huyu mama akiniletea chakula siku 2-3, sinaanza kufikiria maneno yake. Sisemi wewe. Sisemi, nasema yule mama. Huyu mama. Akiniletea chakula siku 2-3 4 na ametengeneza vizuri. Maana Esther kalitengeneza chakula mzuri. Mpaka mwadhamaki alipoonja hivi kasupu, kakwaza kasupu, aliuliza hiyo ghasia imetoka? Ni mume tualile na kuja. Make sure she does not come back here. Nikadhufuka lea melia. Kahoye kililo manukato imewekwa kila spice, imewekwa kitu mzuri, alafu imekuwa backed na maombi ya umbwa, backed na maombi ya kuku, backed na maombi ya cockroach, backed na maombi ya Wayahudi wote, backed na mpaka nyoka huko zimebaki hiyo maombi yake. Alafu na maombi yake amezungumzia we ukiingia kwa tubo ya huyu mzee, koroga yeye. Hakuna kitu kina nguvu kama chakula. Chakula inabadilishaga kila kitu. Chakula ndiyo inafanyanga tuende tukapige umaraya huko nje. Nikikuja unaniambia ile si haufrijini. Ile si haufrijini. Na nimekuja jaa. Alafu house girl wangu, ka house girl. Juu kanajua wewe ni mama wa kungorota na mama wa kurararara na kujifuga ile suruali yeye mnafaaga hii, mnafuga hapa kichwa. Ule ajai jifuga hiyo suruali, inua mkono. Ile hapa. Alafu kwa sababu ni masaa ya kulala na zile t-shirts za campaign zilikuwa zikioshwa zinakaa kama gunia hivi, na hiyo t-shirt imeandikwa hapa mbele kapakapoko. Na umeingia kama umekamata bili, unakuja hivi maelia ate kapakapoko ate kapako. Kesho sitakuja mapema. Kama ndakutana na suruali kwa kichwa, alafu nikutane kapakapoko ama sengenge ni ng'ombe. Sasa ama ukimwi inaua. Kale kasichana kataona, kale kamaidi muko nao kwa nyumba kataona. Na unajua hakuna mtu anakulaga chakula mzuri kama house girl. They eat the best.
wanajipakanga ile mafuta yote unajipodoa kwako kwa huko juu, anabakigi akijipodoa, anajipaka anatoa, anapaka ingine anatoa. Umeimagine sasa venye kuna edaga anapodoa vizuri, anachengeneza mzuri, akiangalia kwa kioo kanakaa vizuri, kanapigwa picha. Ukienda kwa phone book yake uangalie zile picha ameposti kwa nani, kwa Facebook, ndio utajua hii ni mafuta yangu, hii ni waja, inataka waja, hii ni waja yangu, hii mapaka, hii ni yangu hii. Hata utakuta amevaa nguo yako na tu viatu kama mnatoshana, kaviatu amepigwa kama amekaa hivi, mwingine anafanya hivi. Nguo zako zote utazipita kwa Facebook. Alafu sasa msee akuje, wewe unamwambia fungua, hata umemwambia chukua kifunguo yako, unajifungulia. Kasichana kakiwa huko kanajua msee, kanakaaga hapo kakiangalia homo bagia, kanaogoja hapo hiyo masaa saa 6, msee anaingia saa 8, kanamkuta huko na kumbagia akiangalia. Lakini si kumbagia, wewe ndio kumbagia unaogojewa. Maana mama anajulikana ni wakulala. Kasichana kama kavaa kaguo kengine katight kale kanawekaga tumatiti tunakuwa tumefura hapa, kama imebodeka hapa na imebodeka na ndani inatomoka hivi, na mtumia kuekelete kavakabogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ekelete githirware mutwe na kaire tukeha hakete indo ciaku ciothe na nicio gwetetera nacio. Kakaga if I die nitakamata huyo msee. Kana tengenesea msee rojo msuri. Rojo ile kwako Bwana hakuragi, umoigagiria gatheri hau kana gakuruga rugio twarira thogwa kare. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Msee akikuja amegusa glasi 2-3, akikuja hivyo na angalia naona kaka nao kale akakoroga huko, naingia kwa mfuko nampatia, na usiambie mama hii ni yako. The following day ama that very week msee atakojeka, na siku hiyo atakupatia shilingi 20,000 uende soko. Na usiende soko ya Rogai, uende ya Marigiti, ndio inakuwa na vitu rahisi. Na anaye anagojeka nakaa kwa nyumba. Alafu naambia kama msichana, idha kariokio kirari mumu hioherie mai hau. Idha karioki no araiwa mukigania kuhioheria mai. Idha karioki na kuja siata ulisikia hata mama alisema nipeleka maji kwa bedroom. Haleluya. Si unasikia mama alisema ameachia responsibilities zako wewe zote. Na mama ametuma Marigiti ya wapi? Ya Nairobi. Unaona jamu ya kwenda Rogai kuteremka na kurudi, hiyo ni saa 8 saa 9. Msee ameshida kwa nyumba vizuri, kasichana kanajua kumasaji, kanachochora huko, kanagusa kitu inaitwa pressure point zote pale pressure inatokeaga, kanagusa vizuri, kanagusa. Nasikia kimwanaume kisema maana kameguza, kamechochora, kanaguza pole na wao turaga kabakabogo na githirware mutwe. If I die, I die. If I live, I live. Siku ingine nasikia mwanaume kasichana kamewacha kazi, kumbe kalikobolewa nyumba. Wewe kuja ate idha karioki. Nikigeke leo. Yani you can sleep with a house girl. Ya tu pete kama a house girl. She's my wife. She's your co-wife. Hata kasichana kanaweza, you call me a house what? What did you say? A house what? Niyo kombona utaona. Pastor, imagine nimenyaganywa boma na house girl. Ikakuaje? Mimi sijui, I don't know how it started. Amekombolewa mpaka nyumba. Hata amenunuliwa gari. Na wewe umeishi miaka yote hauna gari? Lakini haka kamekuja kame unlock the key. Kamepata gari. Na kanaishi nyumba mzuri kuliko wewe. Sasa hapo unasema I rest my case. Hapa kunanga maombi mingi, unamwambia leta mikono tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya familia hii. Ninakuomba ukambariki. Sema amen. Na unaachana na yeye.
todo ino ni bomu. Ataenda kujulia makosa yake baadaye. Amefukuzwa. Unasikianga Vashiti? Vashiti aliulizwa tu kuja tu dance hapa kwa dancing floor. Tuine ile mwaboko. Mwaboko. Pale kike diale moge wako menya. Yako goroko. Hivyo tu. Akakataa. Na kuna kamutu kamejitayarisha na maombi. Kamefunga. Kanasema if I die. Si mama si kushindwa, si kutaka, hakutaka kuimba, alizimwa na fast. Alizimwa, akafunguliwa mitego yake yote ile ya kumunasa, ikaanza kufanya kazi. When you are fasting for somebody, when you are fasting for something, what hinders you from getting it, it is removed. Because you have intimacy with God. Esther alikuwa na intimacy with God. Na ndivyo alisema I will go. Akaambia mthamaki if I find favor. Mthamaki alimwambiaje? Tell me even if half of my kingdom. Sasa amefanya nini? Half of my kingdom I will give you. Security bodyguard wanaambia wewe endeni mkafanya kazi nyingine. Nani aliwaambia niko under threat? The fast has taken control. Imekamata. So fast is a very powerful tool to change what you want. Hallelujah. And that is why you see unaona napenda sana kufunga. Na kwa sababu ya mimi nimependa kufunga, wale wanakuanga wamenifungia, wameshindwa, wameteleza kwa sababu niliwahi wao mbele. Mimi kwangu mpaka ubwa zangu naziambiaga zifast. Wewe hata una ubwa, hata una kapusi, mugeshida hata na mudotani. Give us Psalms 109 verse 24 and 25. Psalms 109 verse 24 and 25. I hope we are getting somewhere. Are you understanding it? Yes, that's why I like this teaching service. Kwa sababu ni nzuri sana. It gives us this wonderful thing. Hallelujah. Na nataka muanze kufast. Muwe watu wa kufast. Not because umeambiwa fast, lakini uanze kufast. You understand the concept behind it. My knees are weak through fasting. My body has become gowned with no fat. Why? My knees are weak. Kwa nini? Because when you are weak, you are humbled. Unaenda chini. You bring an atmosphere that God wants. God just will be around you. 20 hiyo ingine? 25. I am an object of scorn to my accuser. When they see me, they wage their heads. Hallelujah. I am an object of scorn to my accusers. When your accusers, you see why I'm fasting, he is representing his case to God, because already the atmosphere is ready for the representation of a case. You create, when you are fast, you create a conducive atmosphere ya kustaki wale watu wote wanakuaccuse. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Jeremiah 3:9. Because she took her whoredom lightly, she polluted the land, committing adultery with stone and tree. Verse 10. Yet for all these her treacherous sisters, Judah did not return to me with her whole heart, but in the pretense declares the Lord. You see how you are defeated. That they never declared. She never came to God wholeheartedly. Why? The other person alikuja kwa Mungu wholeheartedly. So what they weigh, God will weigh. Nani amekuja kwangu vizuri? Wao walikuja kwa Mungu hivi. Tube kama imejaa ugali na getheri na bosho. Bwana Yesu asifiwe sana. God looks at how you are going back to him. How you are connecting
with him. Tuko number 7. Fasting, it is the willful abstaining from natural pleasure for spiritual purpose. I repeat again. Fasting is the willful abstaining. Fasting is the willful abstaining from natural pleasures for spiritual purpose. When you are fasting, you surrender your ego. You surrender the pleasures of the world to gain spiritually. Yani unasarenda vitu zote za kidunia to allow the presence of the spiritual purposes of your life. It take control. You are controlled now supernaturally in the spirit when you fast. Hallelujah. Wewe unataka nyonyo hapa kwa kanisa? Hiyo ni madhabahu. Fasting number 8, ndio? Fasting is a personal commitment to renounce the natural to invoke the spiritual. When you are fasting is a personal commitment. Personal intimacy. Fasting is a personal commitment to renounce the natural to invoke the spiritual. You renounce the natural. Yani idosiade maudomade okatigana namo. You invoke the spiritual. So whatever you do, you interpret it spiritually. Kakitu kakidogo kakifanyika hapa, mnaonanga hata nikikuwa hapa nikihubiri, ninaweza kucoordinate vitu kama 10. Naweza coordinate yule jamaa ako pale na mtu ako hapa, mtu wa kamera, mtu mwingine praise and worship. I can be able to see hapa kuna mchezo inachezwa na I count immediately hata kabla haijaenda mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I have removed the natural and invoked of the spirit. So the spirit of God inakuwa awakened in the spirit to know what is happening. Kujua pale kuna mama anafanya kitu, pale kuna mtu anafanya praise and worship, kuna watu, kuna vita kati ya hawa na hawa, hapa kuna nini, hapa kati hapa na hawa, hapa kuna nini. Mtaona tu na waangalia ama nacheka na nyinyi, but I understand everything that is happening between you. Because nimetoa the natural me and I have put the spirit me. So I'm alert to anything around me. I'm alert to anything that is inapita hapa. Hakuna kitu hata moja sitajua. Nitajua na nitaelewa. Hata huyu wakianza kupigana ama huyu anapigana na huyu, nitajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Ashers wakikuwa kuna vita vyao pile wanapigana, hata nikiwa hapa nitaangalia tu, najua ule na ule hawapelekani mzuri. Watu wa praise and worship utaangalia hiki kikundi na hiki kikundi, they are not together. Hallelujah. Why? Because in me I'm not natural. Sikuwangi natural na kuwa spiritual, because I have devoted myself katika fasting. So hata kwa kazi yako you don't need to have a camera. Na kwa simu yako you need to have the spiritual aspect of you. You will know everything that is passing. Hakuna kitu utakosa kujua. Hallelujah. Na hata utakuwa unaona tomorrow, unaona 10 days to come what is going to happen. Fasting is a dedication to a period of time to devote yourself to spiritual priority of prayer without food. Fasting is a dedication to a period of time to devote yourself to spiritual priority of prayer without food. Fasting is a dedication to a period of time to devote ourselves or yourself to spiritual priority of prayer without food. It is a priority. Fasting makes it happen, become a priority. Hallelujah. It becomes what? A priority. Unakuta katika maisha yako unaweka umuhimu mkubwa katika maisha ya kiulimwengu, the spiritual life. Hallelujah. Now let us get into
requirement for fasting. Requirement for fasting. Requirement number 1. Fasting is not just missing a meal. Hiyo ndio nataka muelewe sana. Skipping a meal does not qualify you into you cannot call it a fasting. Ati kwa sababu totikoli omothe, that does not qualify until the spiritual angle in it comes in. Fasting is a calling from God. Fasting only happens when God wants you to do. He creates it to you. He gives you the heart to be able to like it. Because there is a reason behind the current fasting. What you are fasting for, there is a reason. God has commanded it. God has authorized it. It cannot just, ati kwa sababu umekuta tukifast na wewe una join the fast. You just don't join the fast until God tells you to do so. It is a spiritual commandment from heaven. Hallelujah. It is a spiritual commandment from where? From heaven. So skipping a meal does not qualify to be a fasting. Hallelujah. Fasting is not dieting. Don't take fasting for dieting. Unataka kupunguza kitubo. Hapana. Don't take fasting for dieting. Fasting is an intimacy with God. It is supposed to bring the presence of God closer to you. Not dieting. Kama unataka kureduce mwili, nenda ufanye vitu, fanya dieting zingine, but do not relate it. Usiweke fasting at I'm also fasting because I also want to reduce my body. No. Reducing your body, that is a dieting you are doing. Ile chakula unakula ya kubalance ya kufanya nini. But fasting is only meant for God's purposes, spiritual purposes only. Hallelujah. Those are the requirements now. Number 3, fasting demands replacing the reading of the word and the prayer with a meal. Fasting is a replacement of the word of God and the prayers with a meal. It is a replacement. Ni kubadilishana. Therefore, when you are fasting, you get more dedicated to the word of God. When you are fasting, you get more devotion towards God. The meditation, kila kitu, it is meant to replace the norm with the abnormal. Fasting is a replacement of your meal. Just you put it somewhere and forget it so that you can concentrate in the word. So when you find you are fasting and you are not on the word, when you are fasting and when you hakuna kitu ya neno haufuatilii, hausikilizi neno, hausomi neno, then this is not a fasting. It is your meal, your time ya meal, unai-exchange na neno la Mungu. So when you are fasting, that's the most time unajikuta unasoma neno kabisa. When you are fasting ndio unajikuta relationship yako na spiritual leaders unakuta ni mingi. Unakuta unasikisa Miles Monroe, unasikisa TD Jakes, unasikisa watu all over, and God will be speaking to you through those people. It opens the door, the floodgates. Therefore, it is once you exchange your meal with fasting, then you become a different person altogether. Fasting demands dedicating time for meditation. Fasting, it demands you dedicate time for meditation. Meditation ni kuenda mahali kwa kichaka peke yako. Ni kuenda mahali kwa kakona peke yako. You don't fast and then you are with the people all over. You don't fast and then you are in this church. Uko hapa na kila made mkipiga story na kina Buju, mkipiga story na kina nani, mkipiga story. No, you come to church and you go to one corner and you make sure nobody comes closer to you. Na simu bado unaikata, unainyonga. Ile kitu unaweka ni nini? Ni kwa kitu kwa masikio inaleta music, cool music. Nice music that brings the presence of God. The relationship between you and God inakuwa. Prayer is not a master key. Prayer is a key.
Did you get me? Prayer is not a master key. It is what? A key. Prayer is one of the many keys that you require in your life. It is not a master key that it will open every door. It is one of the many keys that you need to succeed. When you do prayers, you need to do sacrifices. When you do prayers, you do fasting. When you do prayers, you do services. When you do prayer, it's one of the many keys that you need for you to succeed. Bwana asifiwe sana. Today I want to allow you to ask a question. I have finished my topic and I hope you are blessed. Are you blessed? Are you really blessed? And why are you not smiling at me? And you know, you forgot that this is a class. Sijaona school fees. Sijaona school fees. Have you paid your school fees? None of you have paid your school fees. I need to be paid school fees. Na niliwaambia nataka munisaidie kulipa nyumba. Mulifanya hivyo? Lini? Wewe yako niliona. Kuna mtu mwingine alinitumia kwa simu. Wewe niliona yako. Hii haiwezi kulipa na roho. Hii nyumba hatulipangi na roho. Tunalipanga na pesa. Uko nayo? Wewe Asha, chukua bahasha wapatie. Ninataka pesa ya kulipa nyumba. Si nyumba ni maridadi? Si mliwacha kwenda ile kanisa ulikuwa naenda ya mabati ukakuja hapa? Because I have invested. Si unakalia kiti mzuri? This is an investment. Si unajiona kwa kamera mzuri? Because this is an investment. Hii ni pesa inahitajika. Hapa si maombi. Ati tuombe rent ipatikane, hapana. Ni wewe ulete pesa tulipe. Kuna mambo ya kiroho. Mnanisikia? Kuna mambo ya kiroho. Baba sitawadanganya ati nikwambia utabarikiwa. Hii ni kulipa, ni majukumu. Ni kulipa rent, sio kubarikiwa. Ni kulipa nini? Ni kulipa rent. Sikudanganya ati nikwambie toa utabarikiwa, milango yako itafunguliwa, ati ukitoa hapa nyumba yako haitafungwa. Hapana. Hapana. Ni tulipe rent, ni majukumu. Na ujifundishe kubeba majukumu ya kazi ya Mungu. Hallelujah. Usikuwe pushed. Jifundishe kuwa mwepesi kufanya kazi ya Mungu bila kuwa pushed. Hiyo ndio inafungua. Is one of many things that opens your door. Kubeba majukumu. When you carry the burden, God also carries your burden. Lakini nikikuja hapa kuambia nianze kuhubiria, niweke mahubiri mzima kwa sababu ya rent, ninakosea wewe na ninajikosea mimi. Na ninakosea Mungu wangu. Nafaa tu kukuambia hii nyumba inahitaji kulipwa. Automatically unaingia na ka checkbook unaniandikia cheki ya 100,000. Diagiro gutida ngimuherugano tondu muri arathime. Hallelujah. Muri arathime. Wagiro ukoro na mukanjuria atiriri. Last time no urarihire nyumba. Gakwira ne nyina anyo kafi. Okay. This time I'm going to pay. Hallelujah. No tutigwikara guku ati guku kira mureka no gutinda mugithwa ndwara guku ni thina uria muri. Hapana. No. We must be ready for blessings. Lazima tubarikiwe. Lazima tufanye nini? Lazima tubarikiwe. Kukaa hapa na umaskini, this is not the church of God. Ya umaskini, hapana. Kale kawibo mliibiwa Margaret. Ni wenu wa hiyo walika hiyo mtu alitiba modeni wa Ngai atoragio ni Ngai. Hapana, si hapa. Mimi si modeni ya Mungu. I'm not a poor person. I'm a rich person. Look at me. Do I look poor? Can I allow a poor person to follow me? Tutigotwara na mundu mutheni. Niko na mafunguo zote za kukufungulia milango. Ile yote unahitaji. Ukifuata na ufuata maagizo ya Mungu, utafungua. Hiyo tumesoma fasting ni kifunguo moja. Asubuhi tulisoma mambo ya altars, pillars za altars. Hiyo ni kifunguo kingine. Ukifuata hizi maneno zote ukae mzuri, Mungu pesa zinakuja. Pesa haziitishwi na maombi. Pesa zinaitishwa na kutoa.
give. Ile tulisema ile shaken together inakuwa, unajua hiyo kitabu ni ile ni Luke. Ile shaken, bless, running over. Hiyo inapendwa na wahubiri, maana inakuuzia uoga. Hiyo inauzaga uoga. Wahubiri wanaipenda. Ate give, na anatoa sasa sura ya kasi, sura ya pastor. Anakaa mahali kama hapa. Give and it will be given back to you. God measures, press it down, shake together, run over, will put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Sasa ukisikia sauti ya mhubiri imetoka, utaingia, utavuja ikale kalimo utoe. Mimi sitafanya hiyo kazi na nyinyi. Lazima understand our responsibility at the end of the month. Either wewe ni house girl, either wewe ni nini, prepare 1,000. Na sitakaa na nyinyi hivyo. Prepare 1,000. Unajua mwisho wa mwezi hii ni ya kulipa rent. Etoigwa. Kama ni kutoroka, toroka sasa. Mimi nilienda nikatoa pesa nikanunua hiyo kiti, nikaweka mataa mzuri kila kitu, na wewe kuja ulipe rent. Take hiyo responsibility nyingine, beba. Tumesikia? Hapa hakuna youth, hakuna mzee. As long as unakalia ikiti, mwisho wa mwezi na kutaka 1,000. Na kama uko na watoto uwatolee 500 kila mtoto. It is an order, not a command. It's a command. Kananiatia? I must force you to know how to relate with God. Na si kubebele sana. Hapa si kubebele sana. Kama ni kuondoka, wewe ondokea mchezo. Na utaona by the time ufike hapo chini, hiyo kiti yako itakuwa imekaliwa. Kule andu maracari yore magioka guku, mahingiririo ni manyuru na ithito ciake na haha. Na netureheririe. Sasa ukikuja utakuta watu wamesimama huko kukota kiti. Lakini tumesikilizana koki. Tumesikilizana. Hiyo ni lazima. Kama ninaongea na watoto wangu, hiyo ni lazima. Kila mwisho wa mwezi I need 1,000 minimum. Lakini ukikuwa na 1,100 haujakatazwa. Ukikuwa na 1,100,000 haujatakazwa. Hauja. Haujakatazwa. Lakini minimum kila person. Munitengenezee bahasha za kulipa rent. Na itaandikwa jina na namba ya mtu. Sio kukuja kukalia kiti ujui kule kilitoka. Utikageria no igura ndirageria kuhunja njikite research ndaire gukugika research nigetha guthomithio Ngai aguteithie. Na we ndungedeithia kuri ha nyumba nigetha mugoka kuthekerera na taugaga hati handu arathi. Wewe reke kwe tutigotwara nawe. Hapana, nikupatie room ya kuja kunichekelea. Hapana, not in this world, not in this house. No. You must give. That is a must. Rent si sadaka. Rent is a must. Minimum 1,000. Na kama uko na mtoto umletee 500. Na uandike jina ya mtoto. Tutigweka na idhayo huko. Ma idlers hapa. Na ukikosa kulipa rent, hiyo tukose jina yako na umekalia kiti, utakaa pale ije tukihubiri. Na nita make sure kuna security hapo. Hautaenda kabisa, utakaa hapo mpaka tumalize. Naitwa Apostle Waruinge. The commander himself. Mumenisikia? Kwa hivyo uchukueni bahasha, ninataka pesa ya kulipa nyumba. Si yangu ya kukula. Ya kulipa nini? Nyumba hii. Ya kulipa nyumba. Na nisione watu kama nyinyi mkikuweka 1,000. Hapana. 10,000, 20,000, 30,000. Kuna watu naangalia hapo unaona kama huyu nitakubali alete 1,000. Lakini mtu kama huyu anaweza kuleta 1,000. Jamani, etoradure hiyo. Nene dure hii na pesa. Dura tena hii na pesa wale. Alete 1,000. Angalia kama huyu. Tajiri mkubwa kama huyu.
Okay, tena ngiri ĩmwe ũguo. Utaweza kukubali kweli? Tito ukirigo onaeka waruta hilo liko. Yeah? Sitaki kukaa na watu wazembe. I want very innovative. That is why nimefungua kampuni. Kama unataka kazi, if you know wewe ni mtu wa kujenga viti, ndio kazi ndio ile. Ile tumetengenezea hapa. Mnaona zile viti? Tumetengenezea hapa. Hii kiti tumetengenezea hapa. If you are able to do this job, you'll be paid. Tuna besima sako. Ukilete mtu mmoja, kuna commission unapatiwa. For every person you bring, you get 200. For every person you bring, you get 200. Kama mutitura uko na pyramid. This is pyramid. This is a circle registered by the government of Kenya, supervised by the government. Umeelewa? Kwa hivyo ukikuja hapa kukaa hapa, hata sadaka huwezi kutoa, tutakuwa tukiangalia kama unatoa sadaka. Mugaga nganga ni demuru. Lazima baba, tutakaa na umaskini mpaka lini? Ndio unaona kanisa inakaa na umaskini. Kanisa inateseka. Eda Catholic hawafanyagi harambee. Wakisema wanataka kununua basi, inakuwa 3 minutes wananunua basi ya 14 million. Hapa kiti kimoja niseme nanunua viti hapa. Tutaanza mchako, tutaanza Januari. Na tunataka kununua viti 5 December. Tunaanza kuannounce Januari. Mnakumbuka kwenye matangazo, mnakumbuka mwezi wa December tuna mchako ya kununua viti. Na kwa hivyo watu waanze kujiandikisha. Miezi 12 si mingi, itaisha haraka. Lakini Catholic wanahitaji dakika ngapi? Wanunue basi mpya kutoka pale GM, General Motors. Sasa sisi tulienda wapi? Ni hatua heteirie Ngai. Ati no gija tuweke harambee tukigura gete tageke. Lazima tukue na mwambie wenzako lazima tubadilishe. Hii ni kanisa itakao produce the richest people. Nitaweka ndege mzima hapa kutoka hii church. Tuende a business meeting in China. Tunaingia venye mabenki, venye Equity inafanyaga. Tutaingia, umelipa fare yako, umelipa kila kitu na mkahawa. Tuadhikwaria na ahoria biashara Beijing. Si kukaa hata hapa. Hakuna biguni inaendwa. Hata nitabia Mungu kwanza asimamishe biguni. Mnatwara kuthina. Uende biguni ukiwa maskini hivyo uko maskini. Nani atakukubali? Waekoro itura ria kwa nyuriti kwendete ni thina ri. Kwa Ngai ni kugwitikirika. Andu makuonaga makaje nioka. Ukaigwa ginya mirako ni yahingwo. Hakuye mandike karatathi haria tumehama. Ni thina. Abu renda kunjira iguru ni uguthi gwitikirika. Turuwe na thina guku thi. Thina ni wa ngoma. Niguo. Tupigane na ninataka nitalipa this year jitayarisheni. Kuna wale tutaenda na wao Israel. Tunaenda Israel. Na ninapaga mikakati. Kuna watu ambao watakuja kitu mwezi wa 3. Majamaa 3, lakini wako na contingent ya watu 500. Ambao huyo jamaa alikuwa mwizi na mkora kama mimi. Ako Canada. He is coming here, this church. Then we shall organize another trip of our people to go there to visit him. With your fare paid fully by you. Na hoteli fully paid by you. Tikwaje kugate kanithani urageire dona. Dikwenda dona icio. You are the donor. Receive the donorship. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa ya watu masikini si kwangu. Si kwa hapa. Mimi si masikini. Mimi nikiwa upande ule mwingine niliiba nikatajirika. Lakini usiende kujaribu kuiba, hiyo ni ya shetani. Usijaribu, utauliwa. Watakupiga risasi. Mimi Mungu aliniokoa. Kama siku hiyo huko nilitumia akili nikatengeneza, tuko na besima hapa. Na musave pesa yenu ndio niwapatie loan. Haleluya. Kuna benki iko Switzerland. Wamesema wanataka kupartner na sisi watupatie $5 billion za investment. Alafu sasa takuja ishelesi ya kanisa ule ko tutaangalia how have you been saving.
Tutaangalia umetoa pesa za shikishita wote. Share. Nominal share. Umetoa ama hujatoa? Utatoa kama wewe ni idol hapo na shidaka na TikTok. Utatoa shilingi 5,000 kama wewe ni mtu wa TikTok. Hawezi. You must work. No ginya torute wira. Naigwa shosho. Maito. Naigwa. Kana igwa githuko kiu ndiraria. Nuraigwa? Yes. Na atumia amo marutire. Waigwa ena gakiri kamwe kamuikiria besi mano kandikithia rito riake. Tumateithie tugikura nao magakura. Mmeelewa vijana? Msikuje maombi mingi. Musahau kuna kazi ya kufanya. We must work. Kama uko na idea ungetaka tu finance, unalete hiyo idea tunaifinance. Usilete logbook na usilete title na hauna, umezaliwa Silamu. Silamu yenyewe haina hata certificate. Ni ile ulipimiwa na chifu hapa weka hapa na weka hapa na hapa. Sasa sitakwambia lete idea. We shall be financing idea. Kokia hata ukijaribu kulala, hiyo madhabahu tulivuja. Lazima usikie kile kitu nasema. Kutoka mwezi ujao kampuni ya kushona imeanza kazi. Kampuni ya kufanya nini? Ya kushona imeanza kazi. Wale watu unajua kushona nguo kama hii ni mzuri hii. Do I look young? Do I look wow? Sema yes, kampuni ya kushona imeanza kazi. Kama unajua kushona, chukua pale karatasi ili wanajaza. Useme mimi najua kushona, utafanyiwa interview. Kama wewe ni wa kuweka viraka, hatutakubali wewe. Tunataka mtu wa kushona nguo inashoneka vizuri. Na kama uko na sharahani ya juku kwako kwa nyumba, ulete tufanye nayo kazi. Na kama unataka kuleta sharahani zako zifanye kazi, ununue kama 10, tutakuwa tukikupatia mwisho wa mwezi tu pesa kidogo out of hiyo mashini yako. Invest there. Sio lazima ukuje ushone, unaweza kununua mashini 10 ulete. Hizo mashini tutakubaliana, tuseme kila mwezi wa mwezi, kila mashini moja ikishona kitu kimoja, ama kila siku utakuwa kilipwa shilingi 5 ama 10. By the end of the day unakuta huko na elfu yako 20. Mashini inakufanyia kazi. Kuna kitu nataka tubadilishe, maana nyinyi wote mko kwa hiyo class. Nyinyi wote najua you work for money, si ndio? Yeah? I want you to change the narrative. Let the money work for you. The day you realize your money is working for you, unaanza kujihesabu kwenye huyu anaitangwa, huyu wa Tesla anaitangwa nani? Elon Musk. Yes. Akina hawa mnasema ati mtawapiga, mtawashida. Anaitwa nani? Na ajui Mungu. Bill Gates. Hawezi kumshida. Yeye ndio anarani Kenya, ndiye alipatia Ruto pesa ya kurani Kenya. Ameenda Uganda amepatiana. Ameenda South Africa amepatiana. Hata akisema wanaume kutoka sasa muanze kuoana, president mwenyewe ndiye ataanza hiyo kazi kwa sababu ako na pesa. Amekamatishwa pesa. He is powerless. Si alisema watoto waekwa hiyo chuma kwa mguu because he is powerless. When you have the power to control, when you have money, you have the power to control. That is why Jesus hakutembea na wajiga. Jesus alikuwa na the 12 tribes. 12 disciples. Matthew alikuwa nani? A tax collector. Why would he need a tax collector with him? Kwa sababu ya wokovu aende akahubiri. No. Alijua these are the people to bring money. Akaona pesa haingii msuri, akatafuta akasema nitafutieni Sakayo mjue mahali yako. Akajifanya tu ni kutembea atatembea, akasikia Sakayo. Sakayo akahusiwa uoga, akaambiwa the only person who can save you ni huyu jamaa. Sakayo alipanda juu ya mti. Yesu akamwambia teremka. Alipoteremka, that is the only place Yesu alienda kwa mtu kukula. Ni hisi. Neishi. Hisi. Aliambiwa nusu ya utajiri yako wekelea hapa. Kazi ya Mungu iendelee. Abia mwenzako unataka hizi. Injili ya umaskini hiyo wachana nayo hapa. Hapana.
nataka tuende Meru na magari 100 crusade. Tukienda Meru tunabadilisha economy ya Meru, tunachukua rumu zote za Meru. Bwana asifiwe sana. Inaingia Meru inakuwa stand still. Si kwenda huko mnagojea ati pastor walipie nyumba. Hapana. Mnaingia huko mnabuku, mnakuwa mna manager wa kubuku marumu zote, mnafunga Meru mzima for 2 weeks. Hallelujah. Na hiyo haiwezi kufanyikana na maombi. Maombi mingi wacha hiyo. Fuata venye tumekufundisha. Inua madhabahu, enda fasting, enda maombi hiyo. Enda combine hizo vitu zote. Ukicombine utaishi maisha mzuri. Lakini ukikuja hapa komete na ukayali ogete ni gitikiriku. Unalala njaa alafu unasema Mungu ako kwenye kiti gani hiyo? Ni Mungu gani huyo ako kwa kiti wakati unalala njaa? Our God is a God that conquers. Our God is a God that wins. Our God is a God of plenty. In Genesis chapter 1 verse 25, 26, 27, 28 alikupatia kila kitu. And they made man and the woman in their image and he blessed them. So you are already blessed person. Ukishoka takoje hata wewe na dena. Tedokeza kwa afford ticket. Ati nilikosa kukuja kanisani kwa sababu sikuwa na fare ya kukuja. How? Kwani uombe Mungu? Ukai venye Mungu alikwambia. There must be a disconnect between you and God. Hallelujah. Abia mwenzako, mimi nimekataana na poverty. Amwangalie kwa macho, wacha muangalie macho kwa macho, angalianeni. Na kama hakuna mtu wa kuangalia, jiangalie. Say no. And saying no to poverty is working. Umesikia? Kama unajua kushona, leta application yako pale. You'll be considered. Kazi za hapa, my board, wale watu watapata kazi wa kwanza ni members wa church. Si ndio? Ndio tupate nguvu ya kuwafukuza. Kale utapata hapa kakiwa idol. Magi, ukipata kamutu hapa kako idol ni TikTok. Hata kama amekuja maombi, fukuza. That's an idol. Huyo ni mtu wako na roho ya umaskini. Anatuletea umaskini. Hapa si kwa TikTok. Ukiingia pale zima simu yako. Kama ukiingia kotini, mnaambiwa mzime. Ukiingia benki unaambiwa uzime. Hii ni nyumba ya Mungu. Usituletee hizo manini zako. Hati unakuja hapa, unakaa hapa TikTok. Unangoja pastor kuja kuombe. Umecheza TikTok, umeangalia porno zote, umeangalia, unakaa hapa unangojea ati pastor nikwenda kwa na wali akiwake mno. Prepare your ground. Prepare your ground. Nikikuta nakuta already the ground is prepared. Ni kuambia Mungu akubariki tu hivyo tu na unapona. Hallelujah. Umesikia vijana? And then mtafute idea. Business proposal. Umesikia? Business proposal mkuje nazo. Ile kitu naona you can be able to do. I'm going to finance it. Mena? Ndio ukiomba unaomba kitu tangible. Ukishukuru usikuja hapa maombi, baba kumbuka nyumba yangu imefungwa. Baba kumbuka hata sina fare. Hapana, ni unakuja naambia Mungu asante. Unajua mtu tajiri amekaa vizuri ako na pesa, hapigagi makelele kwa Mungu. Anaambia Mungu, I thank you Father. You are the mighty King. You are the King of Kings. Thank you for the love you have for my family, that you even gave them a car. Thank you for the love that you have for your servant, because you gave him a piece of land in Runda. Hallelujah. You see, unasikia confession zake. Ni confession mzuri. Si maombi ya kilio, si maombi ya vita. Paka Mungu anashangaa kaake na kuhura. Hallelujah. Abia mwenzako lazima ni change. Mshike mkono wake, mshike. Mwambie lazima ni change. Sitaishi umaskini tena. Na wewe kijana, unafanya kazi gani? Sasa unafanya kazi gani? Nusu gunia ya viazi ni pesa ngapi? Dao mbili. Nikikupatia pesa, lakini nani? Oliver.
utamonitor kazi ya huyu kama hao wengine. Wewe ako wapi na mwingine? Umeuza ngapi? Gunia muza? Gunia umeuza? Wachana na kijana na kuuliza wewe umeuza ngapi? Huyu mnunulie nusu. Guzu gunia. We must empower them. Huyu analalaka kwa mtaro hapa. Huyu. Lazima wewe ndio utajikobolea nyumba. Venye utaendelea kuuza, uchukue mkokoteni. Mkokoteni ni pesa ngapi kukomboa? 50 bob. Siku mzima. So sasa uchukue mkokoteni ukomboe viazi hizo upaki kwa packet. Uwekelee kwa mkokoteni. Umeelewa? Umesikia na wewe? Kesho uchukue mkokoteni, ulipe moja. Upaki uwekelee kwa mkokoteni, utafute nafasi mahali pazuri pa kuuzia. Kanjo ikikushika, unipigie simu. Nitaongea na Sakaja. Umenielewa? Ni order. Nini nedo yake? I know myself, ni order. Si kubebeleza, ni order. Lazima muji tuchukue. Na muji utachukuliwa ati na kutembea ati watu wambia uko jaa minyoo yenyewe inaguruma. Watu wanafikiria na ni minyoo kwa sababu ya jaa inaguruma tu unasikia. Unaweza kufikiria ni Israeli inapigana na Gaza kule. No, lazima tushibe tuchukue muji. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tushibe muji tuukamate. Muji lazima. Huu ni mwaka ujao, ni mwaka wa kukamata muji. Kama hutaki kukamata kwenda, ndio waikale kama maida. Wete. Naku. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mutikero gamena iguru mudehera sadaka. Na hii service unaweka pesa ya kuvunja madhabahu. Hii ni service ya kuvunja madhabahu. Unaweka sacrifice. Unakuwa unakuja unajua ninaenda kwa hii kwa sababu kuna madhabahu lazima tunavunja. Unaweka kwa bahasha, unalete. Usiwachage nimalize. Hiyo maneno yote nimefanya. Hiyo maneno yote nimezunguka kuna madhabahu navunja. Kama hiyo ni mambo ya umaskini nimesema hivyo umeona nimefanya kwa huyu kijana. Kuna nimevunjia nyinyi wengi. Kuna watu nimevunjia roho ya umaskini. I need to do a spiritual action. Mimi kama priest, I do a spiritual action. Hiyo spiritual action inaingia kwenu nyinyi wote. Lakini si kuja kuniambia hapa ati nyumba yangu imefungwa. Ukikuja kuniambia nyumba itafungwa nitakularua kofi. Usiwahi kuja kuniambia nyumba imefungwa. Usiwahi kuja karibu na mimi. Kuja uniambie kuna job opportunity nimepata. Na nikipata shilingi 2,000 nitafanya kazi. Na tutasupervise. That is why nilimwambia Oliver kuwe PA wangu. Kwa sababu na yeye nimemwambia tengeneza jeshi ya kuangalia venye hiyo venye unafanyia kazi tutakuja. Tunakuja tu tuna monitor tu hapo pole hivi. Kosa kufanya kazi utaona. So sitaki idlers hapa. Mnanielewa? Sitaki nini? Hapa sitaki idlers. Fanya kazi. Nitakusaidia while at work. I will assist you. I will come in handy. Si ndio? Nataka kuwa na a business community. Kanisa hii kuwe na business club. Watu wa biashara. Equity kiitana watu wa biashara. Na mwende hapa hii branch. Umesikia vijana? Nani hana account? Kama una account, uende kwa hii Equity hapa. Mwende uchukue form, useme ni mimi nimekutuma. Ufungue account hapo. Tutaoperate hivyo. Tutaoperate hivyo. Kijana, wenda kifade. Kesho uende hapo. Uchukue hiyo karatasi. Ujaze. Unajua kujaza? Basi ujaze uniletee nione. Na mwenye hana account aende hapo. Ninaenda hapo nasema hapo kwa sababu niko na mahusiano na hao watu. Na kuna mahali itafika niwaambie tupatieni 1,100,000 tusaidie vijana wafanye kazi.
Ziko wako na pesa za vijana, wako na za Uwezo Fund, wako nazo. Zimelala tu. Because ya kanisa tutakuwa na sauti ya kuenda kuambia wewe tuwekee hii, tusaidie vijana. Then we have hii barabara yote. Wale wanauza hapa, we must control them. Umeona? We must control hawa watu wote, tuwabadilishie maisha. Ndio wajue yule Yesu tunamzungumzia. Si Yesu wa mrukaruko, ni Yesu mwenye anajua kubadilisha maisha. Ndio mkitembea na wale watu wa dunia wanaona there is change. Noti withia na talitali na ugioka goko wokire na kiratu. Erege atalitali dakuria nekeko ate he magoro ndenda maigire riera. Na ti magoro maraigira riera. Ni gathina ria gagoiketi. Simameni tu. Nende muhetagiria. Unajua labda nakosea. Unajua wanashindwa. Huyu ni pastor kweli? Ni apostle, pastor, ni apostle ambaye ni commander. Kihene kwa mile. Yes, inua bahasha yako juu. Nataka kuachilia nguvu za Mungu kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo bahasha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Yesu aliletewa mikate na samaki, akainua juu, kisha akanena na wewe, ikabadilika ikakuwa chakula kilichowalisha zaidi ya watu 5,000. Ninajua una uwezo wa kubadilisha fikira za watu zikakufuata. Najua una uwezo wa kubadilisha, maana ulisema umetukabidhi umiliki kwa kila kitu kilicho katika dunia hii. Ninaitishia watoto wako hawa, ingalia wameinua bahasha zao juu wakikwambia wanakuhitaji. Ulituambia utabariki kazi ya mikono yetu, kwa hivyo utawapatia kazi. Kisha watakapofanya ile kazi watabarikiwa. In Jesus name you are blessed. In Jesus name you are blessed. In Jesus name you are blessed. Thank you. Kama uko nayo ulete saa hii. Kama hauna make sure Sunday mnaniletea rent. Na usilete 500 hapa. Kama yesi mtoto. Wekeleni hapa. Unapoekelea hapo, kuna madhabahu inavunjika. Thank you. God bless you. Mungu akuonekanie. Mungu akuonekanie. Umwambie kutoka leo, mimi nimekuwa nikitoa 100, sitarudi kutoa 100, nitakuwa nikitoa 1,000 kwa uchache zaidi. Huwezi kutoa 1,000 kama hauna. Utatoa 1,000 kwa sababu uko na 1,100. God will have blessed you. God will bless the work of your hand. Bwana Yesu asifiwe sana. God will bless the work of your hand. Say amen. Yes. Yes. Nataka tutaimba nyimbo 2-3 kisha tutaomba tuweze kwenda nyumbani. Worship. Yes ma'am. Na donagorera shayo muthe. Yeah? At where I was here. Oliver. Mutumio ndagacoke kugirio kunyona. At any time. Anyonage. At any time. Umeinuliwa juu. No igwoguo. Dio de heres. No ndawa tetera. De herasha. Umeinuliwa juu. Sana umeinuliwa juu. Mwambie umeinuliwa juu. Umeinuliwa Bwana. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Sana umeinuliwa juu. Umeinuliwa. Umeinuliwa Baba umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu Yesu. Umeinuliwa juu.
uaminifu wako Yesu. Tunasema ni asante kwa nguvu ambayo umetupa. Asante kwa neno Baba. Asante kwa kutufikisha mahali hapa siku ya leo. Ulikuwa na kusudi njema juu ya maisha yetu, ndiposa ukaturuhusu kufika mahali hapa. Tunakutukuza na kukuinua kwa wewe ni Mungu. Hakuna aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tunaomba na kuamini. Amen. Hallelujah. Karibieni tuombe pamoja ndio niweze kuachilia. Ile maombi tulifanya asubuhi ilikuwa ya kutosha, lakini karibieni tu. Karibieni. Wale wamekuja, wale hawaku asubuhi mtangulize. Nasema mkaribie. Wale hawaku asubuhi wako wapi? Watu wa jioni. Watu wa service ya jioni. Thank you. Thank you. Nimesema nyinyi mkaribie. I said all of you to come closer. Najua hii kushinda ukiambia watu ni kama ni kawibo. Unaona watu wanaambiwa kuja alafu wanaanza kuja. Angalia sasa kule. Unaona mtu anaendelea kurudi nyuma hivi. Mumakagia. Ndiambe na muguhererie. To mureda nyume thie na hau atethie ndigoka na hau. Kama ukuji hapa sikuji huko. Huyu ni Pastor Manga. Kujeni hapa. Ene muigua kama mutiguaga ene ati andu aya. Niogea kikisi. Injugo chaga. Maigure. Injugo chaga. Moche bwangu sana. Kumbe mnasikianga hiyo.
Ashikaneni mikono. Leta simu nikushikie. Ni pesa ngapi? Inaweza tolewa kama sadaka. Baba unakuja na gambuti kwa kanisa. Zilienda sawa. Usiache ushinde ukituambia sijui ilifanya nini, complain kama mama wacha. Wewe ni mwanaume. Kama kitu imeibiwa kanyaga barabara yeka ingine mpya. Shinda hapo kitu complainia hapa si mambo ya complain. Mara iliibiwa, mara ilienda. Halo, kaegoko. Mkurari we. Ai. Tierari. Tufunge macho yetu tuweze kuamini pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye uwezo. Umetuzungumzia pakubwa kuhusu kufunga na umetufundisha jinsi ya kufunga na sababu ya kufunga. Wewe tu unastahili kuabudiwa, na tunapoenda kufunga tunafunga kwa sababu umetuagiza tufanye hivyo. Tusaidie tuendelee kujua na kujifunza, na hata tusikose kuelewa maana ya kufanya hivyo. Kila wakati tutapokutana hapa tutakuja kukuambia asante. Tutakuja kusema ulitusaidia, maana your intimacy imekuwa pamoja na sisi. Maana tabia zetu ovu zitakuwa zimeondoka. Maana relationship yetu na watu itakuwa imeongezeka. Maana relationship yako na madhabahu pamoja na sisi itakuwa imeinuka. Na tutakapofaulu tutakuja tena kukuabudu na kusema wewe ni Mungu. Hatufanyi hivyo kwa sababu hatukuamini. Tunafanya hivyo kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine ambaye tunamjua, ni wewe tu. Wabariki hawa watoto, wabariki hawa watoto wako. Hapa kuna mama, hapa kuna baba, kuna mvulana na kuna msichana. Wasaidie, waezeshe, wapatie hekima ya kuweza kupita kwenye safari hii. Wapatie hekima ya kuweza kufaulu. Wapatie hekima watakapoanza kufunga na kuomba. Usikubali wakaanguka. Usikubali wakashindwe. Usikubali milima hii ikaenda juu sana, bali wasaidie waweze kufaulu. Ninakuuliza tu uwapatie Roho Mtakatifu akawaongoze katika njia hii, katika mapigano haya wakaongoze. Maadui ambao wamekuwa wakiwafuata, njia zao zote zikuwe telezi. Maadui ambao wamekuwa wakiwapangia uovu, waweze kuwapofusha wasiwaone. Maadui wanaowapangia maovu, wafunge masikio yao wasiwasikie. Maadui wanaowapangia maovu, miguu yao isiweze kutembea, wasiweze kuona makustahimili. Wapate pressure ya moto itakaowazuia kuweza kuwafikia watoto hawa, katika jina la Yesu Kristo. Ninajua Baba una uwezo. Ninajua utukufu ni wako. Ninajua mamlaka ni yako. Na kupitia kwa mfungo huu kuna vitu vitaporomoka. Kuna maroho iliyoinuliwa itaanguka. Kuna maroho ya Freemason itabadilishwa. Kuna maroho ya Gaza itaondoka. Kuna maroho ya mungiki na ulevi itaondoka. Kuna maroho mengi machafu itaondoka kutoka kwetu, because you are Lord. Maana utatusaidia, maana utawasaidia watoto hawa wako. Zile vitu ambavyo zilikuwa zimewafunga, maroho ya wachawi na waganga na warogi na kukataliwa, itaenda kuwaacha. In the mighty name of Jesus Christ, watafunguliwa sasa. I speak the blessing upon their life. I speak breakthrough. 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 I speak success. 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 Wafaulu katika kila jambo. Wafaulu kwenye huduma zao. Wafaulu kwenye familia zao. Wafaulu katika mipango yako. Wafaulu katika mafundisho yako. Wafaulu katika njia zote. Neema na biashara zao zikaweze kufunguka. Kusipatikane kitu kitakachowazuia. Kusipatikane mamlaka yoyote ambayo itaenda kinyume na wao. Kusipatikane jambo lolote litakalo wazuia. Waweze kushinda, waweze kufaulu, in the mighty name of Jesus Christ. Nguvu zako zikateremke juu yao, milango ikafunguke. Isaia 45, milango ikafunguke, gates za chuma zikaporomoke, na wale ambao wamesimama kinyume na kazi zao wakaweze kushindwa.
In the mighty name of Jesus Christ. Baba, ukawawezeshe, wapatie vifunguo za maisha, wapatie kifunguo cha kukubalika katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka nyao, wakumbuke, kumbuka nyota zao, kumbuka kazi zao, kumbuka familia zao, kumbuka watoto wao, kumbuka wazee wao, kumbuka wamama, kumbuka kila mtu. I speak blessing. I cover you the blood of Jesus Christ. Adui yeyote, aina yote ule, asifaulu kufika ama kukuona. Ninakufunika kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakufunika kwa moto wa Roho Mtakatifu. Watakao jaribu kukuinukia, Mungu akawainukia. In Jesus name. May the Spirit of God jazwa na roho wa Bwana. Jazweni na roho ya Bwana. Receive a special anointing. 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 Special anointing. Mamlaka ya mbinguni. Mamlaka ya mbinguni yashuke. Mamlaka ya mbinguni. Mamlaka ya mbinguni. Mamlaka ya mbinguni. Mamlaka ya mbinguni ishuke sasa. The mighty name of Jesus Christ. Mupate kibali. Mupate kibali. Pokea kibali cha huduma. Kibali cha kazi ya Mungu. Funguliwa Roho Mtakatifu ajaze. Jazwa na Roho Mtakatifu. Funguliwa katika njia zako. Pata mamlaka ya mbinguni. Pata neema ya mbinguni. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Semeni amen. May the love of God be with you. And now may the grace, The love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. and for those who are around from Tuesday kutoka saa 10. Sema kutoka saa 10. Tutakuwa na mafundisho dhabiti Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Tutakuwa na mafundisho. Hiyo msururu wa mafundisho nimekuwa nikifundishana ya fasting. Na pia nguzo za fasting. Kwa hivyo ninakutarajia every day kutoka saa 10 jioni. Though tuko na lunch hour, but I will be conducting this teaching kutoka saa 10 mpaka saa 1. Na ninawauliza tutakuwa na kitu kinaitwa worship experience. Sema worship experience. Nataka munisaidie kuiombea maana tunaitayarisha. Na tutakuwa nayo kila in a week. We will be having it once in a week. Worship experience. We come from 4 p.m. mpaka 9 p.m. just worship God. Nitawaita waimbaji very soon. There's a jamaa mwimbaji kutoka Nigeria is coming. Ule anavanga jacket ya white, mnamuita nani? Sio iwe mwingine. Anaimbaje?